Habari, naitwa Valine Godlight Makawa, ni mteknolojia dawa kutoka Seliani Lutheran Hospital. Na leo nitakwenda kukufunza katika njia sahihi za kutupa dawa zinapokuwa zimeharibika. Njia sahihi ya kutupa dawa zinapokuwa zimeharibika. Tunafahamu kwamba kila mmoja anaweza kawa na dawa labda alikuwa anatumia kwa kipindi fulani na akaamua kuzihifadhi nyumbani yes, au katika kukaa kule muda mrefu zikawa zimeharibika dawa zile. Na unawezaje kutambua kwamba dawa hii imeharibika? Moja, unaweza kawa na badiliko la umbile la dawa. Unaweza kukuta dawa ulipewa ni kidonge lakini unakuja kushangaa imekuwa uji hivyo, ama unaweza kushangaa rangi ya dawa ikabadilika, kidonge kilikuwa cheupe unakuja kukiangalia kinakuwa kahawia, ama bila wewe kujua ukawa umekula kile kidonge ama ile dawa ya maji lakini ladha yake ikawa ni ya tofauti. Hapo inamaanisha dawa hiyo inakuwa imeharibika. Ama dawa ikawa inatoa harufu, sio harufu asilia ya dawa ile, ikawa inatoa harufu ya tofauti. Hivyo ni viashiria kwamba dawa hiyo inakuwa imeharibika. Sasa zifuatazo ni njia sahihi za kutupa dawa inapokuwa imeharibika. Njia ya kwanza kabisa ni kupeleka dawa hizo katika kituo cha afya ama duka la dawa ili wao wenyewe waweze kuweza kuziharibu ama kuweza kuzitupa dawa zile. Tunasema hivyo kwa sababu si kila dawa inafaa kuchukua na kutupa labda chooni ama kumwaga kwenye sinki, haturuhusu. Kwa sababu gani? Unapotupa chooni inaweza kusababisha choo kuziba. Unapomwaga kwenye sinki inaweza kusababisha lile sinki kuharibika. Alafu pia maji taka pia kuharibika. Kwa hiyo tunashauri kuzipeleka katika kituo chochote cha afya kilichoko karibu na wewe ama duka lolote la dawa lililoko karibu na wewe na kuwapatia dawa hizo zilizokwisha kuharibika. Njia nyingine kwa nyumbani, kuna mwingine anaweza akasema duka la dawa ama kituo cha afya kwangu mimi kiko mbali sana. Ngoja tukupe njia sahihi. Unaweza ukachukua dawa zile na ukazitenga. Sawa, usichanganye na takataka zingine, labda maana tumeshazoea gari za taka huwa zinapita. Kwa hiyo chukua dawa zile, zitenge, alafu zichanganye na kitu ambacho hakiwezi kuliwa, mfano majivu ama mchanga. Kwa hiyo dawa zile unaruhusiwa, kwa mfano kama tuchukule paracetamol ambao wengi tunaifahamu, unaweza ukaimenya ile dawa kutoa kwenye lile ganda gumu, ikabaki dawa kama dawa, ukaichanganya na majivu ama mchanga na kuifunga vizuri kwenye mfuko pembeni. Alafu sasa unaweza kuchukua ule mchanganyiko wa ile dawa labda na huo mchanga na majivu ukaenda kutupa kwenye takataka. Pia tunaweza kuongelea kuhusu hizi dawa za sindano. Tuseme sindano ama chupa hivyo. Unaweza ukachukua plastiki ngumu, tuseme chupa hizi za plastiki ngumu, ukaweka mle sindano zako ama zile chupa za sindano ukatia mle ndani na kufunga vizuri ile hiyo chupa ya plastiki na kupeleka katika kituo cha afya ama kupeleka katika duka lolote la dawa lililoko karibu na wewe ama kuweka kwenye takataka. Lakini hiyo ni baada ya kuzitenga vifaa hivyo vyenye ncha kali. Njia nyingine inakuwa tunaita landfilling, ambayo landfilling ni ile hii inatumika sana katika maeneo ambayo yamekuwa authorized, ama tunaweza tukasema katika maeneo husika au maeneo yenye vibali. Kwa hiyo dawa hizi huwa wanatumia mahospitalini ama kwenye viwanda wanatumia landfilling, ambapo wanachimba shimo refu na kufukia zile dawa mle. Lakini kwa kipindi hichi hatushauri sana kwa sasa, ili kuzuia kitu kinaitwa ili tusiharibu udongo. Maana tunaamini kwamba sasa hivi kila mtu anatamani kujenga, kila mtu anatamani kupanda. Kwa hiyo zile dawa zinapokuwa sumu zikichanganyikana na udongo, ule udongo unakuwa unaharibika. Kwa hiyo hatushauri sana. Kingine tunachoshauri tunaita high heat incineration. Hii njia hutumika sana hospitalini pia na viwandani, ama katika vituo vya afya pamoja na viwandani. Kwa hiyo
high heat incineration ni njia ya kuteketeza dawa hizi kwa kuchoma, kwa kutumia joto la juu sana. Kwa hiyo hizo ndo njia sahihi. Joto hili la juu sana husaidia kuteketeza zile dawa kabisa. Kwa hiyo kunakuwa hakuna mabaki, hakuna mazalia yoyote ya zile dawa. Hizo nilivyosema ndo njia sahihi za kutupa dawa. Njia sahihi za kutupa dawa zilizoharibika. Tunashauri. Sawa, tunaweza kusema kama hichi kipengele nilichosema cha kutupa takataka kwa kuzitenga na kuweka kwenye ndoo zetu za taka ili magari ya takataka yanapopita kwenda kuzitupa. Tunashauri sana 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 kufanya hivi kwa uangalifu wa juu zaidi. Unaposhindwa, tafadhali kusanya zile dawa zako zote, peleka katika kituo chochote cha afya kilichoko karibu na wewe ama duka lolote la dawa. Asanteni kwa kunisikiliza. Unaweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Selian Lutheran Hospital. Na pia karibu katika hospitali yetu ya Selian Lutheran Hospital inayopatikana Ngaramtoni. Afya yako ni jukumu letu. Asanteni.